kuna mapenzi ya kweli siku hizi? Sema na Irion. Mimi? Hivi yangu? Ulisikia wapi? Hakuna. Siku hizi hakuna mapenzi ya ukweli. Baba, kama unataka kuna mapenzi ya ukweli mimi na ukataza. Konga di babi. Yes sir. Kunayo mapenzi ya ukweli siku hizi? Kenya mimi najua mimi mapenzi ni Ulaya. Hapa Afrika tunajidanganya tu. Yeah. Sasa mbona kila mtu anakana kwamba hakuna mapenzi? Wewe unaamini kuna mapenzi ya ukweli? Yeah, mapenzi yapo. Ulisikia wapi? Hayangekuwa mapenzi tu kungekuwa na wake ama wanawake angekuwa na wanaume. Au sio? Mbona? Si niko na wangu. Unajua? Kuna mapenzi, kuna yule wa kuoa. Mapenzi ni wale wenye wamezeeka. Wewe umezeeka? Huyu bado. Unajua? Wale wenye wamezeeka kabisa. Kwani hata hakuna mapenzi ya Mungu basi kama ni ya Mungu. Safi sana. Sasa kitu Kenya ndaweza sema mimi Monda, unajua wale wenye wako hata kwenye ndoa saa hizi. Mapenzi yao ni kama hii simu ya mkopo. Ukikosa kulipia hivi, imekata mawasiliano. Sasa sikiza niwaambie. Anaitwa Oyondi Creations. Yes, Oyondi. Okay Productions. Director J. Ama ukipenda mwite Chevas Obutu. Amedonjo. Ashadonjo. Anasemaje huko? Anasemaje? Nimeomba ruhusa. Unajua sasa. Ndio maana uko na sauti hiyo. Unaona sasa? Unajua nimemuuliza mbona haja anashuti Bosongo? Kumbe alikuwa ameongea na mkubwa akamwambia basi kama ni hivyo, wewe tulia nyumbani kiasi. Sawa? Basi Uncle Yonde anasema hivi, mapenzi yapo. Ulisikia wapi? Nani anakudanganya brother? Mapenzi yapo, but interest ndizo mingi. Arafu. Ndio maana nimesema mapenzi yamekuwa kama hii simu ya mkopo. Interest ni faida ama ni nini? Ama ni interest ni faida? Ni faida. Interest ni loss. Hiyo ni faida. Ama matakwa. Yaani ni ile kitu yenye okay, matakwa. Wewe interested? Yaani unataka. So profit. Jamani, mtanimaliza wewe. Basi nikubaya, nikumoto, nikudiara labda. Kwanza leo mmenifanya bana sijaongeza rangi hapo kwa screen. Mko sawa rangi? Mko sawa. Acha tupige Ngoja tuchape hivyo. Tunapiga na hiyo rangi. Hiyo ndio niko nayo ndio mpaka kanisa bana. Hiyo ndio sura yangu. Sura ndio niko nayo. Lakini natakanga tukiwa hapa tu anti sama. Okay. Ndio kama mnasema hakuna mapenzi ya ukweli ni vile mko na sura mbaya. Mimi najua tu. Makeup huwezi kupeleka mahali. Mngeniruhusu niwatengenezee sura angalau mpate mtoto mzuri kama Riz au mwana. Makeup inataka wakati wa kiangazi tu. Mapenzi ya kweli yapo? Hakuna. Chibu si rahisi. Hakuna. Mapenzi ya siku hizi ni kama simu ya mkopo. Ukikosa kulipia hivi inakuwa lakini kwanga acha nikuulize bwana. Niulize brother. Unakaa na machungu sana kuhusiana na mambo na mapenzi, unasema ni simu ya mikopo mara nini. Si mimi nimejua tu. Mimi naelewa mambo na mapenzi. Hakuna mwalimu wa mapenzi. Na mapenzi hayana mwenyewe kama mkielewa hivyo. Hivi hakuna mapenzi bana. Mapenzi yapo. Mapenzi hayana mwenyewe. Mbona unakaa na nasi wewe? Mapenzi hayana mwenyewe brother. Hebu basi niambie. Ni kipi hiki kilikutenda ama kinakufanya useme kwamba mapenzi hayapo? Mimi kwa hii dunia hapa Afrika hakuna mapenzi. Tumeza yani ni kukaa tu kama wewe acha kusema hakuna mapenzi. Kama kuna wenye wako kwa mahusiano, nipe kile kisanga kinakufanya unasema kweli hakuna mapenzi. Sasa waje niongee. Kwa wale wenye wako kwenye mahusiano kama konga demand. Omuisio gekimocho korosimba. Mapenzi ya saa hizi ni kama yale yani tuseme kama simu ya mkopo tu. Usipoingia na kitu kwa nyumba vile ukame iko hivi, hautaongelezwa. Usipofanya kitu kwa familia ijue ati wewe ndio ulifanya, hakuna maelewano. Sasa unaniambia hapo kuna mapenzi? Sasa okay. Unapigwa kwa nyumba? Sio mimi, sio kupiwa. Kuna watu hapa hivi, wale maasora kama mimi. Mapenzi hayana mwenyewe brother. Kama mkielewa hivyo. So okay. Nimekuja unieleze kwa upole tu kitaratibu. Konga demand. Yes sir. Ni kipi hiki kinakufanya unasema kwamba hakuna mapenzi ya kweli? Unajua nikiangalia tu, tuseme vile saa zingine huwa anakuanga na pilika sangu mahali pangu pa kazi. Huwa naona chinzi ama naonanga vitendo zenye zinaendelea kutendeka yani. Naona ni njia yenye
wanadada wananyanyasa wanaume. Na mtoto wa kiume anajidaiti kabisa atafute kitu ampatie, anamcheza hapa hivi, unamtumia credit, anatumia yule mwingine, na yule mwingine anatumia yule mwingine. Yani najaribu kuongelesha, ama za zingine mtu anakuambia, unajua kuna wale watu wenye tuko na taxi ama bodaboda, mtu anakuambia nichukue mahali fulani. Ukimfikiza hapo, anakuambia nachukua dakika tuseme karibu 30 minutes. Uniondoe hapa unichukue mahali fulani. Sasa hiyo kitu imekaa ikinikera sana. Yani naona kweli hakuna mapenzi. Sasa pesa ndio kila kitu. Monda the comedian. Yes. Unakubaliana na Konga? Mimi nakubaliana na Konga. Unakubaliana na Konga? Yes. Mimi kwangu nasema hakuna mapenzi ukweli. Kwa sababu mimi binafsi. Wewe binafsi. I was dated. Nilikuwa na date. The time nilikuwa na date. Kuna dem fulani nilikuwa anapenda sana. Sasa si tulikuwa tunaidiana ya kwamba hatuwezi kosana, tutolemerane, yani tuvumiliane. Wewe ndio barafu wa moyo wangu bana. Sasa ikafika time the bankrupt yangu ikaenda down. Bankrupt. Yes. So sikujua ya kwamba kama huyu dem alikuwa ananipendea juu ya bankrupt. So wakati bankrupt ilienda chini, huyu dem aliamua kunionyesha madharau. Sasa si ati kunionyesha direct, kuna ile terms anatumia. Yes, utanitumia 200. Namwambia mimi sina sahi. Yenye niko nayo ni 50. Sasa 50 bobe itanisaidia na nini? Okay, sawa, upenye umeona? Tutaona mbele. Kumbe Mungu zaya kwambii toka. Sasa ikafika time. Akaniambia anaenda kutembelea rafiki yake. Kumbe hiyo rafiki ni boys. Ni rafiki. Ni boys. Sasa ni mtoto wa kiume sasa. Sasa ni boys. Sasa kumpigia simu nikasikia boys anasikia simu. Kamuuliza, "Oya, wewe ni nani bro?" Niaje. "Oya, kwani wewe ndio nani unapiga simu?" Ukadhani ni Timo wa mayai. Akasema nimekugongea jo. Kamwambia hizi. Kwani iko nini? Noma sana. Kamwambia akasema, mtu wangu ako wapi? Niko hapa na yeye. Mko wapi? Tuko kwa nyumba. So what do you accept? Accept or expect? Accept. Accept hapa ni kutarajia. Expect. Yes. Watu wako kwa nyumba. Tena hiyo ni brodi. Ni nini hiyo? Sali tanganya. Akalitanganya, akaanza kusalimia rafiki yake. Kumbe rafiki ni mwanaume. So hakuna mapenzi ukweli hapa kwa hiyo. Naambia hivi bana. Mapenzi, ngoja kuna message ya mwalimu Owen niliona hapa. Karibu teacher. Anasema hivi. Jamani, acha niwaambie hivi. Tuambie tu. Mapenzi ni tofauti kwa kila wakati. Kile ambacho mtu mmoja chukulia kwa mapenzi ya kweli kinaweza kuwa tofauti kwa mtu mwingine. Unasikia? Kila mtu mmoja anaweza chukulia kwamba hayo ndio mapenzi ya kweli, kinaweza kuwa kitu tofauti kwa mtu mwingine. So kila mtu ako na test yake. Ndio mwalimu Owen anajaribu kusema. Test. Yaani kila mtu ako na utamu wake. Anaitwa nani? Anaitwa Sofia Nyanchama. Anasema swali nzuri sana, lakini kifyangu kwa sahihi mapenzi hakuna kabisa. 100%. Wewe nikisoma message nataka mwe mnasikiza. Sawa, nimetulia. Anaitwa Sofia Nyanjama. Anasema swali nzuri sana, lakini kifyangu kwa sahihi mapenzi hakuna kabisa. 100% ya wanaume ni wanawake ni wachache sana. Mostly men huwa ndo wako na shida. Hawana uaminifu na wanawake wao. Wango. Mostly men. Wewe bwana umetuingilia. Sasa Sofia. Hivyo mbona umeweka mostly men? Sasa Sofia haya yametokea wapi? Hiyo ni mtazamo wake anasema. Swali nzuri sana, lakini kifyake mapenzi hakuna kabisa. 100% ya wanaume na wanawake ni wachache sana. Mostly men huwa ndo wako na shida
hawana uaminifu na wanawake wao. Hatuwaamini. Wanawake siku hizi. Sasa waamini aje? Uchekele mwanaume ni kuamini. Siasi kuamini. Unajua Kenya nielewa Monda saizi. Yenyewe wanawake ndio wanachiti zaidi kuliko wanaume. Janet linasema niko ndani na wacheki mapenzi yapo kama uaminifu uko kwa ndoa. Kama kuna uaminifu basi kuna mapenzi. Kweli? Anaitwa Janet Orinamo, kipenda muite princess. Destiny. Asante sana, kumbe uko rada. Yes. Anaitwa Kiprotich Aaron, anasemaje mapenzi ya kweli yapo. Licha ya changamoto na maisha, kuna watu wengi ambao wanapata wamepata na wanaendelea Sema na Irion.